kwa ajili yako, kwa sababu si kila ulichonacho ndio chako, bali kila ukitoacho kwa watu ndio chako. Uwezi ukatoa kitu usichokuwa nacho. Ilikuwa isemekani kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maanake kwamba anachokibeba mtu ni kile ambacho kinatoka kwake. Hauwezi ukawa na namna ya kuelezea maisha usionayo, bali una uwezo wa kuhadithia maisha usionayo. Ngoja nirudie tena. Hauwezi ukaweza kuelezea maisha usionayo, bali una uwezo wa kuhadithia maisha usiokuwa nayo. Hadithi ni mtungo ulio na uhalisia wa mwelezaji. Ina maana ukiwa unatoa hadithi ya kitu, aliye na uhalisia wa hadithi ile ni yule anaelezea ile hadithi, bali wale wanaopokea hadithi unaokuja kuitoa hawana uhalisia, bali wanapokea kile kinachotoka kwako. Ili kwamba mtu awe anazungumza mambo, ukizungumza kwamba mimi jana nilienda sokoni, yule anayepokea yale maneno ya jana nilienda sokoni anayapokea na anatengeneza soko kichwani mwake. Kwa hiyo kila ukitamka neno, kwa yule anayelipokea lile neno ana namna yake anayokwenda kuona. Kwa unaweza ukawa una kitu, si kila ulichonacho ndo chako, bali kile ukitoa ndo chako hicho. Manake ni kwamba macho yako yana uwezo wa kuona maneno yasemayo mtu mwingine, lakini kwa namna yako wewe unayojua mwenyewe. So unaweza ukawa kwenye mfumo wa kutazama kitu. Mtazamo wako unatokana na kile unachokisikia. Hasa kusikia, kuna njia nyingi ambazo unaweza kuzitumia kusikia, lakini kuona kuna njia nyingi pia ambazo unaweza kuzitumia kuona. Mtu akikuelezea habari za biashara, asipokutajia aina ya biashara, si kwamba hutakuwa na aina ya biashara ndani ya kichwa chako, hapana, bali utakuwa na namna ya biashara unavyoviona vinavyolingana na maneno yake anayokwenda kuyasema, kwa sababu ndicho ambacho anachokitoa kwako. Kwa hiyo ukitaka uweze kutengeneza mambo mazuri, hauwezi ukatengeneza mambo mazuri kwa kusubiri maelekezo kutoka kwa mtu mwingine, kwa sababu anachokupa si chako, anachokupa ni chake, bali kile alichobaki nacho ndani ndicho chako. Maana kitu ambacho mtu anachokitunza si kwamba kila atunzacho mtu ndio chake, bali kile anachokitoa ndio chake. Ndio maana akisema kwamba yule mwanamke alikuwa anamjua bwana wake ni mpumbavu, lakini bwana wake alikuwa hajui kama yeye ni mpumbavu. Alikuwa anazungumza maneno yatokayo kwake, maana yale yaliyokuwa yanatoka kwake ndio yalikuwa yake, lakini yale mengine ambayo yalikuwa yako ndani mwake yalikuwa si yake. Kwa hiyo si kila kitu unachokwenda kukisikia ndicho ambacho hicho kinahitajika kuwa chako, na sio kila kitu unachokitunza ndani ya moyo wako ndio chako, hapana, bali inatokana na ni maandalizi yake ya kutoa kile kilicho moyoni. Kwa sababu unaweza ukatoa neno, lile neno unalokwenda kulitoa lisiwe neno ambalo unatakiwa kulitoa wewe, bali lile neno ambalo unalitoa inawezekana likawa neno ambalo linaweza likawa ni chanzo cha kurudisha kile kilichowekwa ndani yako kwa ajili yako binafsi. Hakuna mafanikio yanayotokana na kufanya, bali kuna mafanikio yanayotokana na kuona. Kwa si kila kitu unachokifanya ndicho unachokiona, bali ni kila kitu unachokiona ndicho unachokifanya. Kwa ili kwamba ufanye mambo mazuri, inatokana kwanza
jambo la kwanza natakiwa uone vizuri. Ukianza kuona vizuri, utakuwa na njia ya kufanya vizuri. Hauwezi ukafanya vizuri huku uone vizuri. Sasa yule Nabali si kwamba alikuwa haoni vizuri, bali walikuwa wanamtazama ndio walikuwa wanaona haoni vizuri. Kwa kuna mambo ambayo unaweza ukawa unayafanya, si kwamba unayafanya yote ndo mazuri. Unaweza ukaona kwako ni mazuri, bali kwa wale wanaoyapokea yakawa si mazuri. Kwa hiyo njia rahisi za wewe kuweza kujua ni nini ukifanya na kwa wakati gani inatokana na maandalizi ya uchambuzi ulio ndani yako. Maana si kila ulicho nacho ndicho chako, bali kuna asilimia kubwa ya kile unachokitoa ndo chako.